Na mimi nilichojifunza, mwanaume mwaminifu aliyokuwa kwa Mungu, maisha yake huwa hayawi mabaya. Samanini kama nitawakwaza. Kuna watu hapa kanisani wanaonekana wa kiroho kumbe sio wa kiroho. Ngoja nikupe mfano. Mwanakwaya anaambiwa mazoezi ya kwaya ni saa 10, yeye tangu saa 4 yuko hapa. Ana akili timamu? Mwanakwaya wa kiume mazoezi saa 10, wewe tangu saa 4 uko hapa unabonyeza kinanda. Ukiulizwa vipi? Nimekaa nyumbani hamna issue. Nimekuja hapa na bye time, nasubiria muda wa kwaya. Wewe ni kenge. Mwanaume aliye na mahusiano na Mungu hawezi kuwa useless. Hawezi kukaa bila kujishughulisha, kwa sababu pindi unapokuwa na mahusiano na Mungu, tutaanza hilo somo kuanzia kesho. Mungu alianza kumpa mwanaume kazi kabla hajampa mke. Rudi kwenye Biblia, akampa bustani ya ilime na kuifanyaje? Hakuanza kumpa mwanaume mke, alianza kumpa kazi. Kijana wa kiume aliye kwenye mwamba anajishughulisha. Lakini leo kuna vijana kanisani paka tunawasifia. Fulani ni wa kiroho, sio wa kiroho, hana kwa kwenda. Wako vijana sasa hivi, Mungu anisamee, kama mtanikasirikia mnikasirikie, hatujishughulishi, tupo na muda wote tuko kanisani. Alafu akili yako inakuaminisha hivi, wewe ni wa kiroho, nasafiri kwenda wapi? Ni kuencourage, jishughulishe ukiwa miguuni pa nani? Hiyo ndio pointi yangu, kwa sababu leo duniani usipokuwa makini unachanganikiwa. Unachanganikiwaje? Wako watu wako kwenye mwamba ambaye ni Kristo Yesu, ana gari, ana nyumba, ana kila kitu. Kuna watu hawako kwa Yesu lakini wanajishughulisha. Hawana mpango na Mungu, ila ni kijana wa kiume anapambana kuhusu maisha na yuko stable kuhusu maisha, lakini hana mahusiano na Mungu. Mwanamke akija hapa atateseka, lakini financially yuko stable. Lakini kuna kijana tena mcha Mungu, yuko kwenye mwamba ambaye ni Mungu, na financially yuko stable. Lakini angalia habari mbaya, kuna kijana hayuko kwa Mungu ila ana dini ya kisabato. Muda wote anashinda wapi? Kanisani, lakini yuko kwenye mchanga. Alafu sisi ndo tunasema huyo ndio wa nini? Unasikia hata kazi za kanisani tukisema huyo kijana hakosi ibada. Wewe unaona sifa. Kuna watu mimi nawapenda, mnisamee, unakuta ni muimbaji wa kwaya. Kuna wakati anaimba kwaya kwa kulipia pesa. Anatoka kazini saa 11 ili awai hapa, analipa bodaboda 10,000 ili awai nini? I like that kind of person. Alafu anakutana na yule ambaye tangu saa 4 yuko hapa, utakuta anamwambia unachelewa tu mambo ya Mungu, uwai kwa Mungu, mnaendekeza kazi zenu. Mmoja hapo kenge, mwingine mtu. Sisemi hivi kwa discourage, lakini kama umeielewa point yangu. Sasa hivi duniani ni kazi kupata mme, ni kazi kupata mke, kwa sababu kuna vitu mtu anakuwa navyo. Kuwa na hivyo vitu sio kipimo cha kwamba anafuata maelekezo ya Mungu. Ndio maana sasa hizi vijana mnachanganikiwa kuhusu kupata mwenzi. Kwa nini unachanganikiwa? Kuna binti wa kisabato anavaa sketi mpaka wapi? Huko. Na amenyoa pambano kuu. Mnalijua Mnalijua pambano kuu? Kanyoa pambano kuu, sketi mpaka hapa. Ni msabato wa kiroho. Anasimama hapa mbele anaimbia kwaya, lakini trust me, hayuko kwenye mwamba. Wako mabinti wanaonekana wamevaa kiheshima kanisani, lakini ni wahuni. Wahuni kuliko unavyotegemea, lakini muonekano wake wa nje wewe unasema huyu ndio anafaa. Mimi ninayeongea na wewe hivi ni mchungaji. Kuna kipindi natokwa na machozi na dili na watu wengi. Nimewahi kukaa na binti wa ambassador miaka 19, amenipa historia ya maisha yake, nililia nikiwa naye ofisini. Anambia, pastor nisaidie, maisha yangu yalipofikia anapotea. Ananiambia kuna kitu nilikuwa sijui, ananiambia yeye amewahi kufanya paka ngono inaitwa threesome. Yaani yeye ana mpenzi wake wa kiume, alafu anamwalika na binti mwenzio anaenda kulala na mwanaume huyo. Lakini huyo binti ukimwona hivi kwa macho uamini. Kanyoa pambano, siketi mpaka wapi? Lesoni, kitabu cha nyimbo, kesha la asubuhi, viko wapi? Na anaimba sauti ya ngapi? Na yuko ndani ya? Unawezaje kupata mke sahihi? Ndio maana nisikilizeni vizuri. Yesu hakusema kupata mke sahihi. Yesu amesema kuwa mtu
sahihi. Wadogo zangu, nasisitiza tafadhali, make sure unakuwa mtu sahihi. Angalia faida ya kuwa mtu sahihi. Pindi unapokuwa mtu sahihi, Mungu ndio anasema hivi, si vema Peter awe peke yake. Sio Peter anatafuta. Na binti mmoja aliniambia, pastor, huyu kijana mimi naona anafaa. Kaambia kwa nini? Kila Sabato yeye ni wa kwanza kufika kanisani. Tukiwa ofisini nikacheka, nikamwambia nipe muda nitakuita mwanangu. Siku moja nikamuita yule kijana, nikawa naye ofisini, nilikuwa nachunga mtaa mmoja. Nikamwambia, ise, kwanza nakupongeza, Sabato nawahi sana kanisani. Vipi? Ananiambia, bwana, pale nyumbani kuna ng'ombe. Siku zote na wakatiaga majani nani? Mimi. Na mimi pale sio kwetu. Kwa hiyo Jumamosi nikichelewa tu kutoka, natakiwa nikakatie tena nini? Kwa hiyo ninachofanya Jumamosi 11:30. Alafu yule binti anasema huyu kijana anawahi nini? Narudia tena. Wadogo zangu mnisikilize vizuri. Bora ufeli form 4 utarudia. Utalisiti. Bora usapu chuoni, utabadilisha fani, utasoma. Lakini hakuna kitu kigumu duniani, niamini mimi ninayekwambia hapa, kama kupata mwenzi. Sasa hivi dunia tunayoishi, maigizo ni mengi. Usiwaone watu hivi kanisani. Don't measure by using your eyes. Kuna watu wengi kanisani leo ni mapretender. Hawana mahusiano na Mungu hata tone. Ila ana tabia ya mazoea ya imani alionayo. Unajuaje huyu ananifaa, huyu anifai? Usitafute mwanamke, usijiegemeze kwenye mchanga, jiegemeze kwenye nini? Jiweke kwenye mwamba. Binti yangu naye nisikia hapa, usistruggle kutafuta mume, struggle kujiwekeza kwenye mwamba. Mungu anapokuona, nisikilize vizuri, Mungu akishakuona uko qualified, kama alivyofanya kwa Adamu. Mungu alipomwona Adamu sasa kakamilika, Mungu anasema si vema Adamu awe. Sio Adamu aliyesema. Ndio maana somo la leo nimelianza mbali sana. Taasisi ya ndoa sio ya mtu. Anayejua nani anamfaa nani sio wewe. Yuko Mungu aliye nje, analiona drafti. Mnalijua drafti? Ni Sabato hata nikisema drafti mtaona dhambi. Wadogo zangu asanteni, muda umeenda, tutaendelea kesho. Ngoja tumalizie drafti. Mkinihukumu shauri lenu. Drafti mnalijua la kucheza? Kati ya kete na mchezaji, yupi analicheza drafti? Na kama hujui, mimi ninaupenda huo mchezo wa drafti. Drafti huo unalicheza kabla hujasukuma kete. Waliocheza drafti nipungie mkono. Drafti huwa unaicheza kete kabla hujaisukuma. Yaani wakati mimi ninacheza na Pastor Kiombile anaposukuma kete yake, mimi nishapiga mahesabu. Akisukuma pale pap, nampiga pale pap, akipiga ile pap na mkunguta pale pap, achomoki huyu. Kwisha habari yake. Nimemaliza draft kabla halijafanyaje? Kinachotakiwa tu kete zikubaliane na mimi. Sasa sikiliza habari njema. Wanawake nisikilizeni. Unafahamu ni kete ya Mungu kabla hajakuumba alishakuandalia mwenzi. Haya, mabinti, Bwana Yesu asifiwe. Mbona akiunyonge? Mbinguni tutaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hivi si mmekubaliana na mimi wakati naanza kumchambua Yesu kwamba uumbaji ulikuwa na fezi ngapi? Fezi ya kwanza Mungu alifikiria kabla hajasema. Fezi ya pili akasema anachokifikiria kikatokea. Kwa hiyo Mungu wakati anamfikiria Adamu kabla hajamuumba alishamfikiria na mwanamke. Mungu anapomfikiria Adamu kabla hajamtamka atokee, tayari kashamfikiria na nani? Na mwanamke. Lakini Adamu hajui kwamba Mungu kashamfikiria na nani? Hajui. Kwa hiyo wewe uliyekaa hapo na nisikiliza sasa hivi, unafahamu baba yako wa mbinguni kuhusu maisha yako yote yako mikononi mwake?